Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye bado ametueka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mpaka leo hii tupo 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Makumi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitubainishia kwamba 10 la kwanza ni la nini, na la pili la nini, na la tatu ni la nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema awwaluhu rahma. 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni 10 la rehema. Lakini 10 la pili ni 10 la maghfira. 10 la tatu ni 10 la itqu minan nar. Sasa nataka nizungumze kidogo ili 10 la tatu kutokana na fadhila zake zinazopatikana tofauti na 10 la kwanza na 10 la pili. 10 la kwanza japokuwa ni 10 la rehma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuhurumia, lakini 10 la pili likawa ni 10 la maghfira, 10 la tatu likawa ni 10 la itqu minan nar. Lakini hili 10 la tatu kuna mambo muhimu sana ndugu zangu tunatakiwa tuyafanye ili tuweze kupata fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. 10 la mwisho ni 10 ambalo ikhtassaha Allah, Mwenyezi Mungu amelihusisha na fadhila. 10 la tatu ni 10 ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelipa ubora zaidi kuliko 10 la kwanza na 10 la pili. Ubora wake unapatikana katika usiku unaopatikana usiku wa Lailatul Qadr. Huu ni usiku ambao haupatikani 10 la kwanza wala haupatikani 10 la pili, bali unapatikana katika 10 la tatu, na ni usiku ambao malipo yake pia ibada unayoifanya yanakuwa ni makubwa zaidi, kheri zake ni nyingi zaidi zinazopatikana katika usiku wa hizi siku 10 za mwisho. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinapoingia siku 10 za mwisho, kana yajtahidu fil amali fiha, alikuwa akijitahidi sana kufanya amali katika hizo siku 10 za mwisho, akthara min ghairi, zaidi kuliko masiku 10 haya mengine yaliyopita. Yani 10 la mwanzo Mtume alikuwa akifanya ibada, 10 la pili alikuwa akifanya ibada, lakini inapoingia 10 la tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi mno, akikithirisha mno kufanya ibada katika 10 la tatu ambalo ni 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ipo hadithi katika sahihi Muslim, imepokewa na Bibi Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Bibi Aisha asema kana an-nabiyyu yajtahidu fi 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajitahidi katika kufanya ibada, ajitahidi ibada katika 10 la mwisho, kiasi ambacho hakuwa ni mwenye kujitahidi katika siku nyingine yoyote isiyokuwa 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Hii inamaanisha kwamba hizi siku 10 za mwisho zina fadhila kubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa zikiingia siku 10 za mwisho anajitahidi kufanya ibada zaidi. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tumwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipo hadithi nyingine katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, Bi Aisha asema kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam idha dakhala 10, zinapoingia au linapoingia 10 la mwisho, shadda mizarahu, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikaza shuka,
Bimaana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajipinda, anajitahidi kufanya ibada. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyahui yale mausiku yale. Mtume alikuwa akiyahui yale mausiku kwa kufanya ibada. Alikuwa akiwaamsha ahli zake. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaamsha watoto wake kwa ajili ya kufanya ibada ndani ya masiku 10 hayo ya mwisho. Kwa sababu pia masiku 10 ya mwisho ndio masiku 10 ambayo unapatikana ule usiku uliokuwa bora ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameusifu. Akasema, alishusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sura nzima, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwamba tumeishusha Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena ukiwa ni usiku wa cheo. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, tumeiteremsha Qur'ani usiku wa lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr, lailatul qadr ambao usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 tukipigia mahisabu ni sawa na miaka 80 na miaka 83 na miezi 4. Sasa angalia umri wetu sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni wachache katika umati wangu ambao watafikisha miaka 70. Aqallu ummati yablughuna 70, ni wachache katika umati wangu ambao watafikisha miaka 70. Na akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, umri wa umma wangu ni kati ya miaka 70 na miaka 60. Leo angalia wewe ibada utakayoifanya usiku huu wa Lailatul Qadri, ibada ile ukaifanya, thawabu zake ni thawabu za miaka 83 na miezi 4. Angalia ni ofa iliyoje inayopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunatakiwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi katika hili 10 la mwisho kufanya ibada, na sisi vile vile pia tujitahidi. Leo sisi tumefikia kila siku zinavyokwenda ndivyo tunavyorudi nyuma kufanya ibada. Tukiangalia mwanzoni mwa Ramadhani, watu walikuwa wakijaa misikitini kufanya ibada, swala tarawehe, wakiswali vizuri kwa jamaa. Kila siku zinavyokwenda watu wakawa wanarudi nyuma. Sasa basi Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ikifika zile siku 10 za mwisho ndipo alipokuwa yeye akijitahidi katika kufanya ibada zaidi kuliko haya masiku mengine. Kwa hiyo na sisi umati wake tumuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwaje, na sisi tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili 10 la mwisho ni 10 la kujitahidi kuamsha wake zetu, kuamsha watoto wetu, tuwe nao misikitini ili tufanye ibada, kwa sababu ndani yake kunapatikana Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujitahidi kwake hili 10 la mwisho katika kufanya ibada, alikuwa akiswali sana, sunna sana. Alikuwa visimamo vyake ni virefu. Alikuwa akirukui Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile rukui yake ni ndefu. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama, kile kisimamo chake kinakuwa ni kirefu, na sijida yake pia ilikuwa ni ndefu, tofauti na sijida zingine ambazo alikuwa akisujudu katika 10 haya yaliyopita. Ndugu zangu, hapana budi kujitahidi hili 10 la mwisho kufanya ibada. Ni masikitiko makubwa kwa mtu ambaye ameanza vizuri, akawa anajitahidi kusimama visimamo vya usiku 10 la kwanza, alisimama 10 la pili amesimama, lakini anafika 10 la mwisho yeye ndiye anakuwa anapuza. Huyu atakuwa ameenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa likifika 10 la mwisho ndipo anapojitahidi kufanya ibada. Leo sisi tunakuwa kinyume na tofauti na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi 10 la mwisho ndilo 10 la kwetu sisi kuwa wavivu, kutohudhuria swala za tarawehe, kutojitahidi kufanya ibada, kusoma Qur'ani ndio basi, kwa sababu mwezi wa Ramadhani unamalizika. Kwa hiyo sio malengo, lakini vile vile kinachotakiwa katika 10 la mwisho tujitahidi kufanya itikafu, kukaa misikitini. Usiku unakaa itikafu, lengo lako ni Mwenyezi Mungu akuwafikishe na wewe kuweza kuudiriki ule usiku wa Lailatul Qadr.
Na itikafu yenyewe ukikaa hakuna jambo kubwa ila ni kusoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuleta istighfari, kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili pia alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi ashri awakhir. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini katika hili 10 la mwisho, tujitahidi, tujipinde, ibidi zetu ziwe ni katika kulipatia faida 10 la mwisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.